Ni wazi wakati sasa umefika tufikirie juu ya swali hili. Mpango wa elimu katika Tanzania umewekwa kwa sababu gani? Shabaha yake ni nini? Sasa hili swali sio langu, ni swali lililoulizwa tangu mwaka 1967 na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kijitabu chake cha Maongozi alichokiandika kwa ajili ya kutambulisha sera ya elimu na kujitegemea, ambayo ilikuwa ni sehemu tu katika ule mpango mzima wa sera yake ya ujamaa. Na sera hiyo ya elimu ya kujitegemea inaweka wazi kwamba elimu katika Tanzania huru ni lazima iwe na shabaha maalumu kulingana na wakati uliopo pamoja na mahitaji ya wakati huo. Na hapa lazima tutambue muktadha wa maneno haya, kwa sababu wakati yanaandikwa ilikuwa ni wakati ambao nchi ya Tanzania huru ilikuwa ikijiweka sawa baada ya ule mfumo wa kikoloni uliokuwepo miaka mingi ya ukoloni. Na shabaha ya elimu ya kikoloni ilikuwa ni kutengeneza wataalamu wachache kutoka miongoni mwa Watanzania kwa ajili ya kusaidia shughuli za kikoloni ziweze kwenda. Yaani kikundi cha watu wachache wataalamu ambao wangeweza kusimamia walio wengi ambao ni wananchi kwa manufaa ya mkoloni. Na hivyo mara tu baada ya uhuru, nchi ya Tanzania, na hapa nikisema Tanzania ninamaanisha Tanzania huru, yani baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ilirithi mfumo huu wa kikoloni. Mwalimu Nyerere anasema, ndio kusema kwamba elimu ya kikoloni ilileta fikra za mtu kuwa bwana na wengine watwana. Na kwa kweli iliwafanya wanyonge wakandamizwe na wenye nguvu, hasa matajiri. Kwa hiyo elimu ya kikoloni katika nchi hii haikuwa ya kuendeleza ujuzi na mila za Watanzania kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Ilikuwa juhudi hasa ya kubadili mawazo hayo na badala yake kupanda mila na ujuzi kutoka nchi nyingine. Na hivyo baada ya kulitambua hilo, elimu ya Tanzania huru ikawa inalenga kufuta makosa makuu matatu. Kosa la kwanza ni kukomesha ubaguzi wa rangi katika kutolewa elimu, kwa sababu hapo mwanzo wakoloni walikuwa wametengeneza mfumo wa elimu kugaiwa kwa kikundi kidogo cha watu ambao ni ama wanafunzi wenye vipaji vikubwa zaidi katika jamii kuliko wengine, na au wale watoto wa viongozi wa kimila ambao wachache wao walipata nafasi za kusoma kuliko watu wengine wa kawaida. Kosa la pili ambalo mfumo mpya ulilenga kulitatua ilikuwa ni kuongeza nafasi za masomo kwa watoto wote. Kwa mfano, mwaka 1961 ni wanafunzi 490,000 tu waliokuwa wamepata nafasi ya kuingia katika shule za msingi. Kufikia mwaka 1967, karibu miaka 6 baadaye, idadi ilipanda mpaka watoto 825,000 kutoka 490,000. Na kwa maana leo hii katika mwaka 2026 tunaongelea watoto milioni 11 wakiwa katika shule za msingi. Na kosa la tatu, mpango huu wa elimu ulilenga kufuta kosa la watoto kufundishwa historia isiyowahusu, kwa sababu elimu ya kikoloni ilikuwa imetengeneza mazingira ya kusoma mambo ya Ulaya, historia ya Ulaya, maendeleo ya Ulaya na kadhalika ndani ya ardhi ya Tanganyika na Tanzania huru. Hivyo mpango mpya ungeweza kuwafundisha wanafunzi elimu inayowahusu, utamaduni wao, na hapa yeye anataja vitu kama nyimbo, ngoma za taifa na kadhalika. Kwa hiyo kumbe malengo mapana ya mfumo wa elimu katika Tanzania huru yalikuwa ni kuifanya elimu iwaandae vijana kutimiza wajibu wao katika kuendeleza jamii yao, ambayo watu wake wangepimwa kutokana na maisha bora kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii nzima. Na pia elimu ilikuwa inawaandaa vijana kuielewa shabaha ya kitaifa, na kwamba inatofautiana na shabaha za kikoloni. Yaani shabaha ya elimu kwa Tanzania huru ilikuwa inatofautiana na shabaha ya elimu katika Tanzania ya kikoloni. Na kwa maana nyingine, elimu ilitakiwa kufuta majivuno ya kielimu kwa vijana, yaani mgawanyiko kati ya waliosoma kuwadharau wasiosoma na kinyume chake. Na kwa sababu uchumi wetu ulitegemea na bado unategemea kilimo kwa kiasi kikubwa, elimu ililenga kuwaandaa wahitimu kuwa wakulima bora na wakati huo huo viongozi bora katika jamii ambazo wanatokea. Lakini ili hayo mambo yote yaweze kufanikiwa, elimu ilitakiwa kuchochea mambo makuu matatu kwa vijana, ambayo ni udadisi, uwezo wa kujifunza kutoka kwa wengine waliofanikiwa, na vijana kujiamini na kutambua nafasi zao katika jamii. Lakini hayo yote yangefanikishwa vipi? Kati ya mbinu muhimu alizozitaja humu, kwanza, elimu ya mazingira kutoka kwa wazee wetu katika jamii zetu za Kitanzania ni lazima ithaminiwe. Elimu iliyokuwa ikitumiwa katika ardhi yetu kabla ya ujio wa koloni ni lazima ithaminiwe. Lazima iingizwe katika mtaala mpya wa elimu. Vijana waijue elimu yetu ya mazingira yetu ya kabla ya wakoloni hawajaja. Pili, elimu itolewe kwa lugha ya Kiswahili. Yaani kuanzia ngazi ya awali mpaka ngazi ya chuo kikuu,
wanafunzi wajifunze kwa lugha ya Kiswahili, lugha yao, lugha wanayoielewa vizuri. Sasa hapa ndipo watu huwa wanashindwa kuelewa. Wanafikiri wazo hili lilikuwa linamaanisha kuondoa lugha ya Kiingereza na kwamba isitumike kabisa. Nafikiri hiyo ni mada pana ya siku nyingine, lakini ujue kwamba lugha ya Kiswahili ndiyo ilipendekezwa kwamba iwe inatumika katika mfumo wa elimu katika Tanzania huru. Na wakati huo huo, mbinu ya tatu ni kwamba lugha ya Kiingereza pamoja na masomo mengine ya kitaalamu yafundishwe kwa ufasaha zaidi kama masomo. Maana kuna utofauti kati ya lugha kutumika kama lugha ya kufundishia na pia lugha kufundishwa kama somo. Hiyo ni mada muhimu ya kujadili siku nyingine. Sasa swali langu kwako ni kwamba wakati huu ambao katika nchi ya Tanzania na katika bara la Afrika mazungumzo ya kizazi kipya yanaendelea kujadili ufanisi wa shabaha na mifumo ya elimu katika nchi na katika bara la Afrika, je, tunaulizana maswali sahihi? Na je, shabaha tunayoenda nayo ni ile ambayo tunajinasibu nayo kwamba iliandikwa katika miaka ya 60 wakati nchi yetu ikitambulisha sera yake? Sasa pengine majibu ya maswali hayo yanaweza kusaidia kuboresha mijadala ya aina hii. Sasa lengo la video hii ni kukukumbusha kwamba lazima tutambue mchango wa lugha yetu ya Kiswahili pamoja na utamaduni wetu wa Kiafrika katika kuleta mabadiliko ya kimfumo katika elimu na katika mfumo mzima wa mabadiliko ya kiuchumi katika nchi ya Tanzania, katika Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla.